asubuhi. Pengine tueleze kesi hiyo imefikia wapi? Na wakesha kama tulivyotaja ni kwamba tumekita kambi hapa katika mahakama ya Bungoma mjini Bungoma, ambako maafisa 6 wa bodi ya maji ya eneo la Rift ama ya bodi ya maji ya bonde la Ufa ni Rift Valley Water Services waliweza kushikwa hapo jana na ile tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC, na hivi leo tunataraji kwamba watakuwa wakiweza kufikishwa mahakamani mwendo wa saa 6 hivi. Kwa hivyo chini ya saa 1 hivi watakuwa wakifika hapa, lakini unajua kwamba pengine tangu pengine kuundwa kwa tume hiyo pamekuwa na pengine wakiweza tu kuwaendea wale ambao wanashukiwa kuwa wanaendeleza ule ubadhirifu wa fedha za umma. Lakini tuweze kuzungumza naye ambaye ni mkuu wa tume ya EACC katika eneo la Magharibi hapa. Utatueleza jina lako tu, alafu tueleze tu kando na kesi kama hizi pengine ni mambo yapi ama kesi zipi nyingine, na pia utatujibu swali kama pengine nyinyi kama tume ya EACC, watu kama hawa ambao wanajukumiwa na kusimamia fedha za umma, they are tasked with actually ensuring that public funds actually utilized in a proper manner, wakiwa kwamba wanaweza kushikwa, pengine mnakuwa mnapeana recommendation kwamba pengine waweze kuwa wakiachilia nafasi zao kwa muda, ama wanapopengine shtakiwa waendelee kwa afisi. Thank you so much. My name is Christine Atome. I'm the regional manager, EACC, Bungoma office. Yes, we have 6 persons who are before the court now. They will be shortly taking plea for offenses of allegation of irregular procurement in award of tender for construction of Malaba water and sanitation. This contract was awarded to a company by the name Maktabak Contractors Company at a sum of 600 million. Once they take plea, the law requires them that under Section 62, which is a law which we work under Section 62(1) of Ethics, Anti-Corruption and Economic Crimes Act, requires that any public officer who is charged with the corruption matter is supposed to be suspended with a half pay from the date the plea is taken. So we expect the CEOs of those institutions like Victoria North Water Board and Rift Valley Water Services Board to comply with the law. As we will just have to remind them that those officers, since they have taken plea, the particulars of the charge sheet, and then they are supposed now to step aside until their matter is heard with a half pay. Na pengine kando na hayo tumeona kwamba pengine mlipoanza pengine kuwaendea wale maafisa wa umma wanaoshukiwa kuendeleza ubadhirifu wa fedha za umma, pia kuna magavana wameweza kuunda zile kamati ama zile audit committees, wakitaka pengine kuwa wakiweza kuhakikisha kwamba zile fedha za county zinaweza kutumia kwa njia ambayo inatakikana. Nyinyi kama pengine tume pengine mliwapatia ile idhini ya kuunda zile committee na mnazitambua ama namna gani? Thank you for that question. The governors have powers to constitute the audit committee. We appreciate their effort and initiative in doing the same. However, we expect them, after they receive recommendation or the report from those committee, to implement by taking preventive action and also by taking administrative action where possible against the officer which are under them, because they are the CEOs of the counties. Secondly, we expect them, those matters which are not under their powers or under their mandate, they are supposed to refer to EACC, like if it's an asset recovery or touching on criminal liability or culpability for any person, or unethical conduct, they are supposed to refer them to us or to EACC or relevant bodies for relevant actions. Na pengine swali la mwisho, nyinyi kama pengine tume mnachukua pengine mikakati ipi kuweza kuhakikisha kwamba pengine ule ufisadi katika magatuzi yani counties unaweza pengine kupunguzwa? Thank you for that. As EACC, under the Constitution and other legislation, our mandate doesn't only rest with law enforcement. We have also a mandate for prevention, and then we have mandate to educate
members of the public. So we usually work with the county government in prevention and setting committees, corruption prevention committees, and also assisting them to audit their system through what we call corruption risk assessment, for them to map out areas which are corruption, the risk for corruption, and then we advise them. Then we give them recommendation and such. So we work through prevention, we work through education, we work through public awareness with the governors. And also we do training on ethical issues or setting good standard in ethics. Yes. Asante sana. Kesho ni yule mkurugenzi wa tume ya EACC eneo la Magharibi Christina Ntome mwenyewe akigusia tu masuala kadhaa yakiwemo wale maafisa 6 wa bodi ya maji eneo la Rift Valley ambao waliweza kutiwa mbaroni kutokana na pengine ile sakata ambapo wanakisiwa kwamba waliweza kukiuka sheria za ununuzi, yani procurement laws, na pia award of tender, yani kupeana zabuni, na hivyo pengine muda mchache ama muda ujao kama lisaa lijalo watakuwa pengine wakiweza kuwasilishwa hapa katika mahakama ya Bungoma kuweza pengine kushtakiwa. Na pia mwenyewe akigusia masuala ya ufisadi katika magatuzi, wenyewe wakisema kwamba wameweka mikakati kuweza kuhakikisha kwamba watakuwa pengine wanakomesha au kupunguza visa vya ufisadi katika magatuzi. Naam, bila shaka asante sana Alan Ochanda kwa taarifa hiyo. Utakuwa unatueleza ni yapi mengine yanayojiri kuhusiana na kesi hiyo, na bila shaka itakuwa inachukua mkondo upi. Haya, tuelekee mapumzikoni mtazamaji, tukirudi tungali na mengi vile nitakuwa nakueleza jinsi huenda uchumi wa kaunti ya Taita Taveta ukaimarika kufuatia kuzinduliwa kwa treni ya SGR itakayokuwa inatua maeneo ya Voi. Tuelekee mapumzikoni. KTN News. Get the whole story. Tulikuwa na maktaba ya kukubaliana na serikali ya umma na serikali ya ugatuzi kuwa mnamo siku 60 watakuja na framework ya implement zile CBA jinsi tulivyokubaliana. Na tunasema iwapo ile makubaliano haitakuwa na jinsi ya kuandikisha madaktari ambao wanateseka kiolela hapa nchini na pia kuacha wananchi kuteseka, hatutakuwa na budi bali kuendelea na ule mgomo ambao tulipanga.